Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Naitwa Ashraf. Na niko na ujumbe kuhusu TikTokers. Nilisikia kutoka kwa mtumishi wa Mungu Ezekiel Odero wa pale New Life akimwambia msichana mmoja kwamba toka huko kwenye TikTok kwa sababu watakuua hao. Pia mimi majira ya leo usiku Mungu amenionyesha ya kwamba TikTok, maroho ya mauti ya TikTok yamevamia Kilifi County. Wana TikTok wa Kilifi wamevamiwa, kuna roho ya mauti inazunguka hapo. Na kwenye hiyo maono ambavyo Mungu amenionyesha, kuna msichana mmoja wa kutoka Kilifi ambaye ni mwana TikToker. Yeye ndio amevamiwa na hiyo roho ya mauti, maroho ya kujikataa, frustrations. Nilikuwa nikimfuatilia mwana TikToker mwingine ambaye anajiita Magwaya. Yeye humuingilia sana huyu msichana wa Kilifi ambaye ni TikToker. Sasa mimi huona ni content creation ili wapate views. Ni watu ambao wameelewana kwamba nifanye hivi nipate views. Lakini kumbe yale ambayo wanayafanya Magwaya kumdhalilisha huyu msichana wa Kilifi, huyu msichana kumbe ni jambo ambalo limemuuma sana siku nyingi. Mpaka ametamani kujitoa uhai. Kwa sababu nimeonyeshwa kwamba anataka kujitoa uhai. Amekasirika na kile kitendo ambacho Magwaya anafanya. Hasa ile picha ya juzi. Nimeona Magwaya amempost wakiwa pamoja wamevaa jezi ya Manchester. Na amemshika tumbo huyo msichana. Huyo msichana inakaa kwa kama hiyo picha huyo msichana ni mjamzito. Nadhani wengi mshamjua huyo msichana. So kuna hiyo roho ya mauti ambayo imewekwa kwake. Ambacho ningependa kumshauri Magwaya aweze kuachana na huyo msichana kwa sababu amempa frustration. Na hiyo roho hiyo ya mauti imeonyeshwa imekuja kama mafuriko, kama mvua kubwa. Sasa huyo msichana nimeona akitapatapa, anaongea kwa uchungu, mpaka anasema kwamba yeye atajitoa uhai, atajiua. Nikamuona kuna mafuriko mengi, lakini yeye amevaa zile gumboots, lakini huko mbele hizo gumboots zimetoboka, vidole vyake vinaonekana. Nikaona akakuja kwa room nyingine ambapo nilikuwa nimechaji simu yangu. Pia yeye akawa anataka kuchaji simu yake, lakini hapo mahali kukawa kumejaa, kumechajiwa simu nyingi sana. Mimi nikamfuata. Nikamwambia, wewe nitafute unione. Hata kama ni leo ama hata kama ni kesho unione. Akanisikiza alafu akasmile. Lakini nilivyoshuhudiwa moyoni mwake anaona ya kwamba mimi nataka kumtongoza. Lakini mimi sikuwa na nia hiyo. Nilikuwa tu nataka nimshauri ili akapate kuondokea ile shida ambayo anapitia. Kwa hivyo hao wana TikToker wanapitia shida. Magwaya, achana na huyu msichana, utampa depression kwa vile ambavyo unamfanyia katika mitandao. Ukidhani ya kwamba unataka viewers lakini unaumiza maisha yake.